ya bishop siku ya leo kwa yale ambaye ametuambia na yale amefanya, ili wewe unapopata nafasi na fursa ya tuseme kuongoza taifa, uwe vice president, prime minister, president, wakati wako unapokwisha, wewe enda kando na utakie wale ambao wako usukani mema na uwapatie mawazo mazuri. Isikuwe ni wewe ati sasa ndio unaenda kupanga vijana, unarusha maneno ambaye inakera watu, ambaye inasumbua watu wengine mpaka watu wanajiuliza, if everybody was to behave the way you are behaving, then you will never have had the opportunity to lead the country with dignity. In fact, juzi, Your Excellency, Kenya kweli ni nchi ya demokrasia, lakini kuna maneno viongozi wengine wanaongea mpaka unaangalia, as a young person I get scared. I saw with so much shock and dismay former Prime Minister Raila, former Vice President Kalonzo Musyoka, ati wanasema they want Kenya to secede. Wanataka Kenya sasa turarue sijui mara mbili ikae pande gani na pande gani, just because walishindwa kwa uchaguzi. Surely it is so shameful that even after occupying the highest of offices in the land, you still can entertain such thoughts and incite young people to anarchy just because you're pursuing selfish personal ambition. As leaders, we should be happy and proud to know that if another gets an opportunity to serve our country, we will all succeed pamoja vile inatakikana. Sio maongeo kama hiyo ambayo tunasikia kutoka kwa wale viongozi. Sisi sasa kama vijana tutafanya nini? Ikiwa ni wazee wanasema turarue nchi, vijana wadogo watafanya nini kweli jameni? Sisi tunakashifu maongeo kama hayo na kuwaambia tafadhalini muwe wazee ambaye wamehitimu kimiaka na kitabia, hata siasa zenu pia ziambatane na yale maneno ambaye mnayozungumza yawe ni mambo ya kujenga taifa yetu, si ya kuharibu. Nikikaribia kumaliza, Your Excellency, mimi najua tuko hapa kwa kanisa, na kama vile sisi husema kila Jumapili,